Kwa nini? Kwa sababu hujajua kucheza na mfumo wa anga. Ukitumia anga vizuri, kuna vitu unavidisconnect, unavikata, unaviondoa. Si kwa maombi marefu sana ya kufunga siku 72. Ni jinsi ya kuamua tu na kuingia kwenye mfumo wa anga, kisha kuongea na anga, alafu anga likuachie. Hapo sasa unaingiaje? Hata mimi najua. Haleluya. Kucheza namna kujihamisha kwenye mfumo wa kifalme na kuingia kwenye mfumo wako binafsi ni kutembea na anga. Yesu. Rudi ande. Biblia inasema kutoka katika kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 21, juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka na nguvu na usultani. Asante. Anasema juu ufalme na nini? Na ufalme wote na mamlaka. Mamlaka ninajua, nguvu, utawala, kitu ambacho kinaongoza kitu fulani. Na nguvu ni uwezo. Na usultani. Sasa nazungumza usultani. Watu wengi hamjui kufanya maombi ya usultani. Mnajua usultani ni utawala wa Kiarabu. Yes. Ni utawala fulani ambao unakuwa mtumwa bila kujua. Wanakutumikisha huko, wanakuonesha upendo. Wanakutumikisha alafu wanakuonesha kama unastahili, lakini huko ndani under control. Wanakupa haki fulani hivi ujione ni bora, lakini bado uko chini ya usultani. Na usultani wenyewe ni kama ufalme, ni wa kurisishana the same. Kwa ukikaa kwenye utawala wa anga, kuna roho inaitwa roho ya usultani, na wengi tukemeaji. Ndugu zangu, tuhame kwenye liturujia ya kukalili maombi. Watu wengi hapa tunafanya maombi ya liturujia. Na maana nini? Tumekalili, tumeshusha, nakemea wachawi, napiga wachawi, nawaangusha mchawi, matunguli, navunja alikokaa, niko kwenye kile kilingi chao. Sivyo, wachawi hawana kilinge. Kilinge kijisikia tu anacho hapa. Ana kilinge maalum. Utakibomoa nyumbani kwake, hafanyi kilinge nyumbani kwake, anafanyia kilinge ba. Na saa zingine yule kilinge anakunywa pombe. Yuko anamelewa, anasema mimi nimelewa, ninaweza nikawaroga au nikawaua wote. Ukimsikia mlevi anaongea hivi, naweza nikawaua kwa dakika moja. Ujue pale yule ni mchawi. Yule ni mchawi, maana tayari ameingia kwenye kilinge. Wewe baki tunakemea, matunguli ya babu yake. Hana. Sasa unaona binti mlembo mchawi akana matunguli aonekanaje? Yeye avae mavi. Hana. Na sasa hivi juzi nilikuwa Bagamoyo kama sikosei. Msikole nile. Nimeenda kule. Sasa niko njiani, nimekaa hivi, nikaona kijana na binti wawili wanapiga siri babani, wanacheza sasa, vijana yani lika kama 20-22 hapo. Sasa mimi nikaangalia, nina shughuli zangu. Baadaye ile picha yao nilivyoiona ikarudi kwenye akili, ikaanza kuniambia waangalie tena, usiwatazame, waangalie. Kwa tafuta kutazama na kuangalia. Kutazama ni kupitisha macho, ila kuangalia ni kukasa mfumo na kumeditate juu yao, kuanza kuwakagua alivyo. Kwa nikamwambia watazame, nikaanza kuwatazama. Nilipomtazama mmoja na binti akawa yuko hivi. Yule kijana nili kamaona anabadilika, anakuwa upepo. Mama wachawi. Na ni wazuri. Na binti kapaka makeup, kasuka msuko, kaeka hapa, anafanya na makeup. Iko na kinani kile cha kile kifeni kidogo kile, anapuliza. Ila ni mchawi bala. Hana tunguli. Nikaenda malaika ni twende kwake anapokaa. Akaniambia kwake hamna shida, ni kuzuri. Nikaenda kwake, sio nikaenda kimwili. Nisikilize, maana mkaii kusema baba alienda kwa mwanamke, waone ana macho mabaya. Mmelogwa na upepo. Sasa nikaenda kiroho. Ngana malaika twende. Nilipoingia kwa binti, ni kusafi. Nikwambia hivi, hana chochote kinachoashiria kama ni mchawi. Ni kuzuri. Pasafi. Kitanda kimetandikwa. So umekuwa hata kitanda hujatandika.
Huko hapa nisani hujatandika. Unasema nikirudi tatandika, muone huyu. Ukirudi na wageni anakosea njia anaingia. Jamani kwa chumba kwako. Sio wewe ambaye hajaje. Sasa nipoenda yule binti, malaika anambia hivi, unaona hiki kitu? Huyu binti ni mchawi na ni mchawi mkubwa. Yeye ni mchawi wa anga. Akanambia, kawaambia watu wako waache kukalili. Wasifanye maombi nakemea matunguli, navunja mativi yao, maungo yao, ungo zao nazibomoa. Hawana nyungo wala hawana kilinge. Kilinge ni muda wakati kufanya kazi, anafanya kazi. Tunabomoa kitu gani? Tunazuia nguvu ya anga. Maana anga yao ndio madhabahu yao. Maana anga tabia kuachilia nguvu mahali waliko. Na ucheo sasa hivi wengi watumike ucheo wa jua. Amen. Kama amini muulize nabii Ezekiel. Bwana akamwambia kanitoa usiku sana, akapeleka kwenye lango la kondoo, nami nikatazama watu wakiabudu jua, wakiomba nguvu katika jua. Bwana akanichukua mpaka kwenye malango ya madhabahu, nikaona ameipa madhabahu kisogo, alafu anaangalia jua. Kwa nini anaangalia jua? Maana yake wanaomba power ya anga kutawala Israeli through the sun. Wewe na mambo yako baba niko mbele zako, nakuja kama nilivyo, nakuja kama nilivyo. Unaona kama nilivyo, hata kuoga hujaoga, baba nakuja nilivyo, majasho unapata baba, mama nakuja kama nilivyo, baba ananiambia mimi kama mdudu tu, mdudu kaone kadudu wako mdudu moja. Mungu ni Mungu wenye mwili, sio Mungu wenye dudu wadodo. Mimi ni mnyama. Ili kuna mtu anafanya maombi, maombi kiroho, mnajisi wanyenyekevu, yani unajiua. Tena maombi. Wewe ni mfalme. Wewe ni zaidi ya shida ulizonazo. Wewe ni wa samani. Yes. Ndugu zangu, juzi Jumatatu nilikuwa board kidogo. Kemea. Unawapa vichwa. Yaani kuna mtu lazima wataje wachawi na kuita wachawi kwapi na kushusha chini ya kiatu cha babangu. Ndio viatu vyangu mbona vinafumuka? Kumbe kuna mtu anapigia wachawi. Tafadhali acha viatu vyangu vipumue, sawa? Viatu vya babangu naingia kwenye kiatu chake. Naingia. Kiatu kidogo. Nimechangua na kiatu kimetanuka hichi. Nimevaa na kiatu kipana. Wewe unavaa 45, mimi navaa 40. Unanitanua kiatu changu tafadhali. Tutatumia shati sasa. Bora shati. Hata likichanika tanua nyingine. Kila kiatu mnakipanua. Ndugu zangu, cheza na anga. Cheza na nini? Anga. Cheza na anga. Cheza na anga. Sio hata mimi zamani nilikuwa hivyo. Nilikuwa siwezi kulala bila kukemea mapepo wachawi. Yaani ilikuwa ni desturi. Lazima. Yaani nisipowapiga sisikii raha. Ukicheza na anga unazuia wanaruka. Maana ili mchawi afanye kazi lazima aruke. Ukikamata anga hawezi kuruka. Yes. Amen. Ukikamata upepo hawezi kwenda, sababu anasukuma na nguvu ya upepo. Hata mimi ninavyoona hapa, ili nihame kwenye roho, natakiwa nione upepo. Maana lazima nijirudishe kwenye mfumo wa upepo ili niweze kutoka. Ili niweze kuona mambo ya mtu, lazima nihame kwenye mfumo huu, niingie kwenye mfumo wa upepo. Upepo manake roho. Yes. Lazima niwe roho, ndipo nipate mambo yako wewe ya kiroho. Amen. Sasa mchawi, alafu wengi mnakemea mchawi. Mchawi ni nini? Kuna mchawi na uchawi. Wengi mkemea uchawi, mnakemea mchawi. Mnapofeli hapo. Ukimkemea mchawi ni mtu muhusika. Ni sana mtu anasema kuna biashara na mwenye biashara. Sasa mwenye biashara ni wewe, ila biashara ni mfumo. Uchawi ni mfumo. Mchawi ni ni mbebaji, mtendaji. Mchawi, wengi mnakemea mchawi ila mkemee uchawi, ndio maana mnashinda. Mchawi ukimkemea, akitoka kwenye ile mfumo wake anakuwa binadamu nomo, hajabeba uchawi wake, ameuacha, yuko nje ya mfumo wa uchawi. Wewe ukimkemea azuriki. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kinachofanya azurike, kwa sababu yuko nje ya ile bidhaa aliyoibeba. Ilo kibiri na anga. Maana yake akiwa nje ya uchawi unamkamata,
akiwa ndani ya uchawi unamshika. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa anga ndio utendaji huko. Ndugu zangu, lazima ujue unadili na nini. Yaani mchungaji, tangu nimeanza kuombea kukemea wachawi, mbona hafi? Unamkemea mchawi ambaye kuna muda uchawi hafanyeno kazi. Anaweza kawacha muda mrefu, alafu akauagiza ukafanya kazi nje ya yeye. Ninaweza nikakaa hapa na nisiseme kwa jina la Yesu, nikajituma mimi nikaenda kushughulika. Yes. Nikaamuru ile roho ya utumishi iende kaponye mtu, mimi sijaenda. Yes. Na sijamgusa mtu. Nikatamka, nikaituma ile roho ya utumishi ikatenda kazi. Ndivyo uchawi ulivyo. Anaweza kukaa hata wiki nzima hajaingia kwenye uchawi, ila akayambia ile roho ya uchawi iende kafanya uchawi nje ya mwili wa uchawi. Oh yes. Sasa huo unadili na mchawi, achana kudili naye, dili na roho ya uchawi. Mimi najua tumeshaanza kusinzia, maana tayari ushalogwa. Niliongea Alhamisi hapa. Yaani mtu ibadani asubuhi kalala usiku kucha, bado asubuhi anasinzia. You are not normal. Hauko sawa. Hauko sawa. Mama nao anasema, hauko sawa. Hello. Kuna siku mtumishi mmoja ananiambia, sasa wewe Jose unajifanya wewe mjanja. Leo tatukae macho mimi na wewe. Kama poa mpaka asubuhi. Nikamwambia mna shida. Twende. Tukakaa naye. Tunapiga story. Akakaa kavumilia. Saa 6 iko poa. Saa 7 na anaongea. Nimekaa kimya kama maongezi huyu. Atakata mdo sasa hivi. Hivi unajua, hivi Jose, huduma rere. Mimi nimekaa zangu kimya. Kwa sababu unapoongea sana ndivyo nguvu inavyoisha. Alafu ndivyo simu inafuata. Kwa mimi nikamwangalia. Saa 7 speed ya kuongea napungua. Nashangaa mtu wa Bwana. Najua huduma hii ni ngumu. Huduma hii afu kasikia kaambia yeye, kwa kweli mtumishi, huduma hii ni tayari. Nikamwaja, nikaenda kumrekodi. Sababu kiamka anasema jalala. Nikajua simu yangu nikamrekodi video. Yuko kaka. Sasa naongea, kwa mdomo wako umekaa hivi. Nikashukuru Bwana, akamevua koti ameweka pale, nikachukua koti lake nikamwekea hapa. Vizuri. Saa 7, saa 8, saa 9 kalala tu. Mimi namrekodi. Video ndefu sana. Tena kwenye simu yake. Kaja kuamka, kaamshwa na kwa kesi pikipiki yule alipiga kelele. Akashtuka. Nani? Nikasema nani shetani ya kufuata? Nani? Nikasema pole. Vipi? Umekutana nani huko juu? Tunaona. Vipi? Ama shida. Mbona mshtuka una nini? Unajua niko ni maono. Wewe acha dhambi. Mimi sio mshirika wako, usinidanganye. Mimi sio mshirika, usinidanganye hiyo maono. Ndio maono, naomba wewe. Usitie hadithi za maono. Sema nilikuwa nimelala. Mtumishi wa Bwana, hapana, nilikuwa rohoni. Bwana akanichukua kama mtumishi wa Bwana. Hii dhambi ipeleke washirika. Mimi unaongea naye na kuona na najua nini umeota kwenye ndoto zako. Umeota hiki na hiki. Anamwambia Jose, nenda kwako. Nikatoka nikaenda. Ule jamaa asubuhi ananiambia, sasa mimi nimeingia ndani, taa imewaka na sikufunga mlango. Sasa kila akija sisi kalala. Kila akija anafungua mlango. Hata mimi nasoma kitabu. Saa 9 kaja, saa 10 kaja. Sasa saa 10 ilipofika nikabidi nisimame kwa sababu najua saa 10 siwezi kuendelea. Kwa hiyo nikauforce mwili ukae. Kwa hiyo nikaanza kutembea mle ndani. Nikazunguka, nikatoka nje. Hata naye amekaa, anambia wewe. Swali moja anambia umewezaje? Nikasema mfumo wa anga. Oh yes. Mfumo wa nini? Wa anga. Watu wengi hamjajua kucheza na anga zenu. Ngoja nimalizie hapa.